Geni, karibu. Asante sana. Wanakuita nani? Wananiita Regina Glory. Regina Glory. Karani. Naona umekuwa kwenye heka sana. Lakini nafurahi panda shuka nyingi. Za hapa na pale. Ni muhimu. Hatimaye nimefika. Okay, Regina Glory ndio nani, anafanya nini? Regina Glory ni mwimbaji. Gospel minister. So ni mwimbaji kama wale wengine. Okay. Ni mwimbaji ambaye ana kitu chake kivyake. Okay. So nini inakufanya uwe tofauti? Kile kinaweza nifanya niwe tofauti ni kwamba mimi ni mimi. Maana katika huu ulimwengu kila mtu ana uzuri wake. Ndiyo. Na kila mtu ana heka zake. Ndiyo. Kwa hivyo ile heka nilio nayo ninaiamini ya kwamba namtukuza Yesu aliye hai na tena sijichanganyi. Ujichanganyi. Nipo safari ni mbele. Okay, sasa kama tunaenda sana kulingana na kitu ambacho tunakizungumzia ni kuhusu mambo ya mahari. Wewe ulilipiwa mahari ikaisha? Nililipiwa mahari. Ikaisha? Nafikiri wanasema huwa haiishi. Haiishi, eh? Huwa haiishi. Kwa sababu kule kwetu Tanzania. Oh, unatokea Tanzania? Yeah, natokea Tanzania. Tanzania mkoa gani? Natokea mkoa wa Manyara. Manyara. Ndio. So kule wanaitishaga? Kule wanaitisha ng'ombe. Wangapi? Ng'ombe hata ukiweza 50 ni sawa. Kwa hivyo wamelipa ngapi? Kwangu kama 10, 15. Kwa hivyo wanaendelea kulipa polepole. Yaani wanaendelea kulipa polepole kulingana na kile kizuri ninachomfanyia. Yeah. Oh, tamaduni iko hivyo? Kwa hivyo iko hivyo. Yaani ni kama umempendeza mwenyewe aliyekuchukua. Yeye mwenyewe hafosiwi na mtu. Anajikuta tu anapeleka ng'ombe. Isipokuwa ni yeye mwenyewe kwa sababu ya uzuri unaompatia yeye huyo kipenzi huyo. Ninavyompatia siku kwenda nyingine. Hapo ndio mahari inaongezeka. Kwa hivyo usukumwe na mtu. Ni wewe mwenyewe. Ni wewe mwenyewe. Na ukaamua kukaa na mimi pia bila kupeleka nyingine. Pia usukumwi sana. Lakini kwa uzuri. Naomba ufahamu. Ndio. Nini inafanya mwanamume aweze kukupenda zaidi na afanye hilo la kuongeza, yani ng'ombe nadaiwa 50, acha niongeze mwingine mmoja. Ndio. Unasema kuna vitu namfanyia mpaka yeye mwenyewe anajikuta tu kwamba anapeleka. Ni vitu gani bila kusukumwa? Ni vitu kama cha kwanza mimi ni mheshimu tu. Cha kwanza heshima nimpe mume wangu. Cha pili nimpendeze. Umpendeze. Ni wa kupendeza. Yaani mwanamke unajiweka vizuri. Najiweka vizuri. Yaani unavutia. Najiweka vizuri. Sio kwamba unafika nyumbani unajiachia. Vile alivyoniacha asubuhi sitarajia atanikuta jioni vile. Kwa hivyo unawajibu. Ananiacha nikijua ya kwamba atanikuta jioni nikiwa vingine tena. Inafaa hivyo. Inafaa hivyo. Ndio. Mapishi jikoni unamtayarishia vizuri, umwachie mfanyikazi. Ni wewe mwenyewe kwanza umwandalie. Na inafaa hata kama unamfanyikazi unaenda unaangalia kipimo cha baba cha chakula, je, kimemtosha? Au imemtosha, na kama haijamtosha na ruhusa ya kusema nini? Haijamtosha. Kwa hivyo namuongezea. Mke wewe ndio unamserve chakula? Mimi ndio namserve. Na hata kama atasaviwa na yule mwingine, kwa sababu hali yenyewe Kenya unaielewa. Hali hairuhusu kumchunga mume kila siku. Pale nyumbani unapata kuna heka za pale hapa na pale. Kwa hivyo wakati mwingine anaweza saviwa na mhudumu. Lakini anaposaviwa itakuwa kuna zile masharti pia umemwachia yule mtu. Ya kwamba baba aangaliwe. Angaliwe vizuri kwa chakula. Ndio ashibe. Ndio mambo ni mengi siku hizi duniani. Ni mengi. Ukisema muangalie mume wangu vizuri. Kwanza kabisa mimi nikirudi nyuma kidogo, mimi naweza nikasema ni mama, nina watoto wengi. Ndio. Na vile nilivyo unaweza fikiri ni msichana. Hapana. Mimi ni mama ambaye nina watoto wakubwa. Kijana wangu mkubwa ana miaka 25. Hapana. Ndio. Lakini wewe mwenyewe unakaa na miaka 25 kwani ndio nakwambia kuna kulindwa. Kuna kuangaliwa vizuri. Vile unavyomwangalia mwenzako vizuri na yeye pia ndio atakuangalia vizuri. Ukimkuta mwanamume anakutunza zaidi. Kwa sauti ya juu. Anakutunza vilivyo. Eti. Mtoto wa kwanza bila wasiwasi 25 years. Wa pili ana 21. Wa tatu ana 17. Wa nne ana miaka mingapi? 8. Tuendelee. Kuna mwingine? Haya, sawa twende. Kwa hivyo nimejaliwa hivyo. Nina 4. Umejituma.
Anyway, wacha tupate burudani kidogo, alafu tuje, maana naona stories zako zinatufurahisha sana, maana pia zinafunza. Asante. Mwanamume ukimtunza atakutunza, ndivyo alivyosema Regina Glory. Ndivyo naweza rudi nyuma kidogo tu. Rudi. Ya kwamba mimi tokea niolewe nimejaribu kumtunza mume bila kuwa na msaidizi wa nyumbani. Miaka hizo zote na sijachakaa. Unaona nimechakaa. Nikuulize, hauna mfanyikazi, hauna mume? Ndio. Mfanyikazi labda ni wale wa familia tu wanao nisaidia pale, kuna mtoto wa kaka, mtoto wa nani kaja kunisaidia. Yaani sijaajiri mtu. Kwa hivyo ngoja, so kazi yako wewe ni kumanage nyumba, hata nikitoka nikienda kufanya shughuli zangu za hapa na pale, biashara zangu, mimi narudi nyumbani mapema na wai, ananikuta nyumbani. Mume Mkenya, Mtanzania? Mkenya. Alright, tukitoka kwenye mambo ya familia tuje kwenye mambo yako sasa kwenye muziki. Unajua, wewe ni mwanamuziki ambaye unafanya nyimbo za kumtukuza Mwenyezi Mungu. Nini ilikuwa wito wako ukasema bwana wacha niimbe nyimbo za kumtukuza Mungu? Kwanza kabisa nashukuru Mungu kwa sababu nimejikuta katika hali ya uimbaji. Cha kwanza kabisa nilikuwa mtu hakuhesabiwa wa kuishi mpaka siku hii nilio nayo siku ya leo. Ndiyo. Kwa hivyo nilibanwa na mambo, nilibanwa na maisha, ikawa si wa kuishi kulingana na madaktari walionipima. Nilikuwa na heart problem toka nikiwa mtoto, so mpaka nikawa mkubwa 18 years nikiwa na hiyo shida. So mpaka ikafika mahali siku moja nikamwomba Mungu mwenyewe, nikamwambia kwamba wachungaji wameniombea, kila mtu ameniombea, lakini matumaini bado ilikuwa chini kwa sababu mimi mwenyewe labda sikuwa nimeamua. Kwa hivyo wakati nilikuwa natibiwa hospitali, nashinda, natoka, narudi, natoka, ikafika mahali siku moja nikaamua kuzungumza na Mungu mimi mwenyewe. Kamwambia Mungu, madaktari wamesema nitakufa mwaka wa 2000. Lakini wewe Mungu, nipatie miaka zingine. Nipatie miaka zingine 2 tu. Yaani nilikuwa mtoto. Nikamwambia Mungu, nipe miaka zingine 2 juu ya hiyo mwaka wa 2000. Kwa hivyo mwaka wa 2002 sasa mimi nilikuwa tayari kwenda kwa baba. Kwa hivyo nikamwambia hizo miaka 2 iliyobakia ilikuwa mwaka wa 1997. Wakati huo sasa wa daktari wakisema hivyo 2000 nitaondoka. Kwa hivyo wakati walivyoniambia hiyo, mimi mwenyewe nikakosa amani. Sababu hiyo ndio ilikuwa final report ya madaktari. Walimpa mama na nikafika sasa, ikawa mimi ni mwaka wa 2000, madaktari wameinua mikono. Ni baridi, ni joto, ni nini, ni chochote kile kingenifanya nikose amani, basi ningejikuta hospitalini. Kwa hivyo katika hiyo hali nikaja nikamwambia Mungu, mimi nipe tu miaka 2 ya kuishi zaidi ya hiyo mwaka wa 2000. Kwa hivyo hiyo kutoka 1997 mpaka mwaka wa 2000. Alafu nipewe miaka zingine 2. Hiyo ni 5 years. Sio? Hiyo 5 years wakati nilimwambia Mungu hicho kitu ilikuja ikapotea. Yaani niliishi nikapona mahali nilipokuwa, nikaita sauti ya Mungu. Mungu alinisikia siku hiyo. Uliomba Mungu. Hiyo ni kuomba pekee. Hiyo ni na nilikuwa namuongelesha. Kwa sababu nakumbuka sikuwa nimefunga macho. Yaani nilikasirika baada ya kusikia news kutoka kwa my mom. Nikatoka nje na nguvu sana. Sikufa na sikupeleka hospitalini. Maana nilikuwa nikikasirika hospitalini, nikifurahi sana hospitalini. Na imagine. Hiyo ndo hali huyu Glory alipitia. Sasa nikuulize, wakati mwaka 2000 ulipofika. 2000 ilipofika. Sasa wakati nilivyomwambia Mungu, hapo ndo nikamwambia siende hospitalini tena kwa sababu nilikuwa nalazwa karibu mwezi, naenda hospitalini. Nikimaliza mwezi ni maajabu, nalazwa hospitalini. Kwa hivyo baada ya hapo nikawa naenda narudi. Naenda narudi. Sasa nikamwambia Mungu, unajua nini? Miaka niliyoishi ni nyingi kwa sababu iligundulika kama niko na miaka 5. Kwa hivyo kutoka miaka 5 mpaka miaka 18, my friend, ilikuwa hali sio hali. Na ndio nilikuwa mtoto wa mwisho. Kwa hivyo nilipitia hali na ndio nilikuwa msichana mmoja. Hayo hali niliyoipitia yote ilikuja kuisha na siku moja. William Tuva. Imani. Sasa hii imani yako wewe ni aina gani mpaka? Sielewi. Nilikuwa si mchungaji. Hakuna mtu alikuombea? Sikuwa pastor. Ngoja nikuulize, haukuwekewa mikono? Nimewekelewa siku nyingi. Lakini siku nilifanya kazi. Kumbe siku ya Mungu itafika.
Nakwambia siku ya Mungu ilifika, ni hiyo siku. Nikaomba Mungu, nikamweleza Mungu, nikamwambia sasa mimi naomba niishi kuanzia leo nisiende hospitali, na hii miaka michache iliyobakia naomba unipe miaka ya amani, kisha nikija kwako maisha ya milele, sio? Ndio hivyo. Sijaenda mpaka leo. Mungu ni mwema. Mambo ya ajabu kweli. Hapo ndo tunasema kweli Mungu apewe sifa. Yaani apewe sifa milele. Kwa sababu kiukweli yaani ni imani ilikuwa sio rahisi. Mkono wake waliniachia shughuli zangu. Waliniachia na wakati waliniachia Mungu miaka iliyopotea, iliyoliwa, wanasemanga iliyoliwa na parare, mandu tumundu. Mungu akaamua kuiregesha, ndio unaniona nilivyopendeza siku ya leo. Mimi najua nina maswali mengi sana ya kukuuliza. Najua pia msikilizaji ana maswali ambayo anataka kuuliza. Ndio. Tafadhali msikilizaji, tayarisha hayo maswali yako ambayo unataka kumuuliza. Tukirudi ataweza kutujibia kabla hajatambulisha kazi yake, lakini kweli Mungu yupo. Mungu yupo. Ni awamu ya 3 ya Mambo Mseto tukiwa na Regina Glory. Tunajifunza vitu vingi sana. Kweli Mwenyezi Mungu hutenda maajabu, na hutenda pia kwa wale ambao wanaamini ama wale wenye imani. Ukiwa na imani ndio unaona mkono wa Mungu. Lakini unaweza kuwa unasema naamini Mungu lakini moyo wako hauamini, basi haiwezi tokea. Kweli kabisa. Alipewa miaka 2 zaidi ya kuishi. Aliambiwa ataishi hadi mwaka 2000. Lakini hii ni kwa sababu alikuwa na tatizo la moyo. Madaktari walinyanyua mikono juu wakasema huyu, yani the longest she will live is up to 2000, the year 2000. Unajua? Lakini hiyo ilimuuma sana na ilimfanya ajiulize maswali mengi, ndio maana akaenda kumlilia Mungu. Regina alimlilia Mungu baada ya kupewa habari hizo na mama yake. Akamlilia Mungu na akamwambia mama, niongezee Mungu, nisiongezee miaka mingine 2 tu, kwa hiyo 2000 years. After 2002. Yani ulikuwa tayari Mungu akupatie tu hadi 2002. Yani unajua mambo mengine hufanyika, ndio wanasemanga katikati ya imani. Mungu huingia kati. Kwa sababu bila hiyo imani, labda hiyo miaka hata ningepewa, labda ingefanya kitu. Lakini kwa sababu ya imani ya vile nilikuwa mdogo na nikaitisha 2. Nafikiri ningekuwa mtu mzima kama leo ningeitisha miaka nyingi sana. Kama wewe ungeitisha 2 kweli? Hapana. Lakini imani yangu ilinionyesha miaka 2. Kwa hivyo katikati ya ule ujinga na ule werevu niliokuwa nao, nafikiri Mungu akanisikia na akasema sitakupa hiyo, ila nitakupa miaka zingine nyingi sana. Kwa hivyo ndo nikapewa miaka hizo. Mimi najiuliza, ndio ilipofika that year ambao madaktari walikwambia, siku kila siku ikipita ulikuwa na feel vipi? Una hofu? Ulisahau? Nilisahau. Mtuva nilisahau. Ulisahau? Yani nilisahau ya kwamba kuna kakifo kananingojea ya miaka chache nilizoomba. Ikawa nimesahau. 2000 ikapita. 2000 ikapita. 2001 ikaingia. 2001 ikaingia. 2002 ikaingia. Nilikuja kukumbuka 2004. Ndio nilikumbuka mwenyewe tu wakati naenda kujifungua mtoto wangu wa pili. Mtoto wa pili. Nikasikia nimebeba ule ujauzito wakati tunapojifungua. So hapo ndo nikakumbuka kale ka sauti kakaja. Na hapo nikaambiwa nitafanywa operation, nitafanywa nini? So nikasema nadhani kale ka sauti kamefika. Lakini hapo tena nikaamini. Nikamwambia Mungu, hii ni sauti ya shetani inanizungumzia ya kwamba nitaenda. Mimi uliniponya kabisa. Kwa hivyo kutoka hiyo wakati Mtuva nimesahau. Watoto wako umejifungua watoto wazima salama bila operation chochote. Ndio maana nasema hii kitu imenifunza kuamini Mungu, kumtegemea na pia kujiandaa wakati wowote ya kwamba unaweza ukafanya kitu ushangaze watu. So hiyo ndo kitu ambayo mimi nimekijua. Naweza nikapata chochote ikatokea ndani ya kile ambacho hakiaminiki. Yani kile unachokidharau kizuri kinaweza tokea pale. Haya, nafikiri umejifunza. Kama una swali SMS ni 22106. Wacha tujue aliyojiri katika jukwaa la michezo, alafu tutakuwa tunarudi tena kwa ajili pia kuweza kusikiza wimbo wako mpya ambao umekuja kutambulisha. Unaitwaje? Ule mpya wa juzi ambao nimefanya hii Januari ni wimbo unaosema na wasamehe maadui zangu. Na wasamehe maadui zangu. Ndio. Hao maadui walichokufanya? Acha tu. Ni mimi ninachoki. Yani acha tu. Sasa zingine unatumagwa kwingine
mahali hata hutarajii kuwa, lakini ukajikuta. Haya. Yes. Mungu atasaidia tusikize wimbo wako. Amen. I tell you, wimbo mzuri sana kwa kweli hapa ambao unakwenda chini kwa chini. Maadui walikufanyia nini hao maadui jamani? Na maadui gani unawazungumzia? Yaani mimi kwa ujumla sina adui. Lakini kuna maadui. Sawa kuna maadui. Na adui akikosekana tunakosa maombi. Si uongo. Kama huna adui, mambo yako sawa. Mtuva, mambo yako sawa. Hauna kitu unakosa. Pale nyumbani kila kitu hali ni shwari. Niambie, kuna haja ya kupiga magoti ukaomba? Kuna binadamu ambaye hahitaji. Nakuuliza wewe. Ndio sababu tunasema kuna maadui. Hata tukiwapata ndio wanatusukuma mbele. Yes, ni ukweli. Maana ukikwazwa kidogo utamlilia Mungu. Ukizungushwa kidogo katika hali ya maombi utarudia nani? Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hao maadui pia ni wazuri wakati mwingine. Maana wanatusogeza mbele. Kweli. Ili tukazane katika maisha ya maombi, kuimba na kuabudu. Hapo umesema. Ushuhuda wako umetugusa sana, umetufurahisha. Lakini muda pia unakimbia kama ambao vile unasema bwana, ndio hivyo. Itabidi urudi tena siku nyingine inshallah, Mungu akijalia. Nashukuru sana. Na kwamba leo umetubariki. Yes. Najua kwamba kuna yule ambaye amekusikiza. Kweli kabisa. Alikuwa katika hali kama yako. Ndio. Alipewa siku za kuishi. Ndio. Ama kuna mtu ambaye tayari amepewa siku. Ni kweli. Unanielewa? Kuna yule ambaye pia si ati kwamba amepewa na daktari. Yes. Lakini yeye mwenyewe ameshajiamulia kwamba mimi nimeshajiamulia mimi sioni nikitoboa. Nataka useme na huyo mtu ambaye anakusikiza, unamwambiaje? Kwanza kabisa ninaweza nikasema hivi. Katika uimbaji nilio nao mimi kama Glory, ninao uimbaji, naimba gospel. Na si eti kuna wale wengine hawajaimba. Watu wameimba, wamemwimbia huyu Mungu. Na wameimba wengi sana. Wenye vipawa tofauti. Lakini kile ninaweza nikasema, mimi ni mtu ambaye niliponea kifo. Na wakati nilipopona, na wakati nilipojiona niko hai, niko mzima, na aliyeniokoa nikamjua ni huyu Mungu, nikasema acha nimsifu. Ndio maana nikaamua nitamsifu kuwe mchana, kuwe usiku, wakati wowote ule, nikiwa bado jicho linapiga. Wakati wowote bado ninaweza zungumza na akili iko safi. Nitamsifu huyu Mungu na nitamwabudu. Kwa hivyo mimi ni mwimbaji. Pale niko na nyimbo tele kwenye YouTube, na zaidi nitampatia mtu ambaye amekosa matumaini ya kwamba matumaini yako kwa Yesu. Na matumaini ya kwanza ni yeye mwenyewe ajipatie matumaini. Yeye mwenyewe. Cha pili ni kwa Mungu, atamsaidia na atamtendea na atapata kuishi. Kama ni miaka imekuwa chache, kama ni maisha imekuwa magumu, yupo Mungu pale. Anangojea tumwambie na atende. Social media unakuitaje? Wananiita Regina Glory. Regina Glory. Asante media sana. Zote. Asante kwa kuja katika Mambo Mseto. Nashukuru sana.